Amina, unanichukuliaje mimi? Kwa nini unaongea hivi? Kwani wewe uelewi? Nakuuliza uelewi? Make mimi yani umenikalisha tu hapa. Yaani muda wote mimi nimekaa hapa na kusubiri wewe, alafu unajishawashaua huko shuleni. Una enjoy huko na mabwana zako huko shuleni, alafu unakuja kwa muda wako unajitakia. Najua umekasirika, samahani mpenzi wangu, nimechelewa. Si unajua tena hapa yenyewe nimetoroka chuo kwa ajili yako wewe, alafu bado nakuja hapa unanipa maneno ya ajabu kweli. Sasa wewe ulitarajia nizungumze nini sasa? Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa uweza, ninamkabidhi mama huyu mikononi mwako. Kila roho za mapepo zinazofuatia maisha yake, roho zilizokamata kifua, nazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, mtokee mama huyu, ukamfungue katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Muongoze huyu mama akawe na mafanikio, ukakutana na familia yake katika jina lako Mungu wa uweza, nikiomba na kukushukuru, amen. Mama, Mungu anakuponya. Imani yako ni kila kitu, sawa? Kwa hiyo muamini Mungu, yeye atakufungua. Na kuhusu hayo mambo yanayokutokea ni mambo madogo sana, sawa? Amwamini yeye atapata nguvu. Amina. Amina. Sasa jitahidi mama yangu, uje ibadani. Basi sawa, nisamee mpenzi wangu, sawa? Usiwe hivyo. Yaani waga mimi tu unanichanganya tu hapo, yaani unaponishika tu nywele twangu unanichanganya sana. Sasa fanya mpango hata uje nyumbani. Sawa, usijali mpenzi wangu. Baadaye nikitoka chuo jioni nitapitia kwako, sawa? Hayo mimi nishachoka, usijali. Yaani sielewi kiufupi ili penzi letu lipoje. Make mimi kuna vitu nakuwa nahitaji, lakini wewe hutaki kunitimizia. Ni kwa nini? Hapana bana, usiongee hivyo mpenzi wangu. Si unajua tena kazi nyingi nyumbani, mamangu mwenyewe kama unavyomjua, yani ni mgumu hatari. Kakupa kazi ya hujamaliza, kakupa kazi nyingine. Kwa hiyo yani najikuta nakosa muda kabisa wa kutoka. Ila usijali mpenzi wangu, takuja tu, sawa? Utapata kila unachokitaka. Sawa. Shaelewa. Haya sawa, nakutakia masomo mema. Haya poa, basi baadaye kiasi sawa. Kuwa na amani. Na ujitahidi kufanya ibada hata nyumbani, sawa? Na hiki kitakusaidia pia, hiki nimekuletea kwa ajili yako. Mungu ni mwaminifu kwa kila mtu, sawa? Amwaminiaye atapata nguvu. Amina. Amina. Sasa jitahidi mama yangu, uje ibadani. Amina. Tangu nimefika hapa sijamuona mwanao Amina. Yuko wapi? Amina ameshaenda chuo. Ameenda chuo? Ameshaenda. Basi ni jambo zuri. Basi sawa, hamna shida. Sawa. Vipi, unataka kumuoa nini? Maana umemuulizia hapa shauku. Hamna, sinajua tena. Basi sawa mama, hamna shida. Lakini kuhusu jambo lako hilo ni jambo dogo sana kwa Mungu. Mungu atakutetea. Sawa? Amina. Mimi nashukuru sana kwa sababu umekuja, yani kama kuna kitu umekuja kukiokoa, kwa sababu kuna vitu tofauti ambavyo navionaga kwenye usingizi hata hivi nikikaa. Yani mimi nikuondolee hofu kuhusu hilo jambo. Ni jambo dogo sana kwa sababu Mungu yeye anaweza kila kitu na alikuja kutuokoa. Yani alikufa kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo kila kitu alimaliza, usiogope. Sawa? Amina, nashukuru sana. Sawa. Basi mama, mimi niende maana kuna watu wananisubiria huko nikafanye counseling. Ngoja basi mimi nikuache, lakini pia nimwachie na Amina kwa sababu yeye yupo, nitampatia mwanao.
Mama. Shikamoo. Baba mzima. Mzima za wewe. Salama kweli? Aisee nzuri za kazi. Salama, karibu. Asante. Bwana. Kwanza pole. Maana yake ndio maana wazee wa zamani walisema watoto wa kike hawasomeshwi. Mtoto wa kike akisoma sana darasa la 4 kama kaenda sana la 7. Sasa wazazi sasa hivi mnajifanya mmeendelea, mnataka mwapeleke mazuo vikuu, si manini, ndio haya tunayaona. Nimetoka huko njiani na mwana wa Amina. Anashikwa njiani na libaba hilo. Mama yangu unahangaika, unapambana, unatafuta unafanya biashara pale bondeni. Mwanao anachokuja kulipa ndio hiki. Mimi nisikia vibaya kwa nikasema hapa moja kwa moja lazima nimfikishe mama yangu. Sijapendezwa kabisa na hicho kitendo alichokifanya mwanangu. Nashukuru sana mwanangu kwa taarifa. Maana hivi umekuja unaniambia lakini sijui kama ni Amina wangu au ni nani. Lakini umenithibitishia ni Amina wangu. Na anaondoka kutoka hapa kwenda chuo. Nimemkalisha kiti moto. Nilimwambia unaenda huko kuna vishawishi. Sasa kumbe maneno yangu yaliingilia huko akatokea huko. Nitalifanyia kazi, atanitambua. Basi mama, mimi bwana nikupe pole. Mkali, changamka mkali. Napita kwenu kaka, bado unanikalisha namna hii? Bwana wewe bwana Ima na wewe. Mkali, yani nafika hadi kwenu mtani uonekani maskani. Nafika tena hapa ndugu yangu unanikalisha nje masaa mangapi? Vipi lakini ndugu yangu? Kwanza jua kali ndugu yangu, mimi mwenyewe sielewi. Kawaida. Vipi mbona umepotea namna hii? Mimi mbona nipo tu ndugu yangu. Habari za kaka, tumepoteana? Nipo tu, sema tu wewe ndio uonekane. Maana mimi mtaani huko nipo. Kila siku nipo tu nimetulia na lolote. Nashinda muda wote nipo hapa nyumbani. Bwana. Ila kaka, hivyo unamjua yule mdada anaitwa Amina? Dada fulani mwenye CV zake mjini. Yaani yeye binti cha kwanza ninachompendea. Yaani hana sifa, hana chochote, utulivu, hana mapepe. Sijaona binti ambaye anajichambua kama yule na anajiheshimu kwanza. Sasa Amina gani wewe unamsema? Yule Amina msomi anayesoma chuo yule kwenye mtaa wetu. Kwani kuna mwingine anayesoma chuo zaidi yake? Kumbe yule. Kwani kuna nini? Kaka, dada katilia hana mambo mengi. Yaani ninachomkubali, yaani hana mambo mengi. Sasa sijajua hivi ni nani anayetoka naye kwa. Sasa wewe umenielezea. Unajua duniani kuna Amina wengi. Ndio. Sasa mimi sijajua ni Amina yupi anayesoma chuo yule kwenye mtaa wetu. Kumbe yule. Kwani kuna nini? Kaka, dada katilia hana mambo mengi. Yaani ninachomkubali, yaani hana mambo mengi. Sasa sijajua hivi ni nani anayetoka naye. Mimi sijui. Sasa mimi najuaje? Kwanza ni jambo la heri kama mara kila mtu anayekuuliza anasema sasa bwana kaka. Mimi mwenye kwa njia yangu. Mimi mmoja kupata ndani. Nikachini. Wewe ndio unasema unamhitaji. Mambo ya kujitetea naye yule anasumbua tu. Kaka, anasumbua ni nini? Unaona familia yake haina chochote. Sasa utaenda una chochote yako. Utamtunza yule bibi. Mbona kila kitu anacho, sifa zote anazo, anavaa nguo za kujistiri. Hana mapepe, sijai kusikia yote mbaya yake kwa kimtaani. Unajua kitu kimoja. Sawa. Sasa wewe unapong'ang'aniza kwamba yule binti unampenda, mapenzi
mapenzi hisia, mapenzi ni pesa siku hizi. Sasa wewe una wadhifa gani wa kuishi na wewe? Sasa wewe shemeji yako yule, acha mazoea. Shemeji yako kuna mjiongezi na wewe ndugu yangu, shemeji yako kwanza kaka. Na usemi maana nimekuuliza hapa mara ya kwanza haujaniambia. Sasa unataka kila siku nikwambie kama unabishi yangu kochaji kwa kuonyesha picha zake na sasa hivi nakwambia, na huu muda hii mida hii asubuhi Amina ametoka chuo amenipata mimi. Wewe mshamba, nakwambia wewe uwezo ukadeti na yule binti. Mimi nia yangu ni kupiga na kupotezea tu, napiga na napita tu na sina malengo na ile kaje. Ina maana unataka kumwibia tu maisha yake huko? Mimi napiga kwani nimemharibia? Iko ni kama unamharibia usichana wake, unamchezea. Sikanipenda mimi, acha na mimi nipige Kama unamtii naye tuachane nayo. hatuwezi kuachana nayo kaka, mpaka naona imeshakuwa ni ugomvi sasa. Sasa tunakoelekea ni ugomvi, mpaka wewe umeshaanza na kuniambia mara sijui nini mara nini. Wewe hayo hayakuhusu wewe, kama naona unakuombea kuombea yako, ila mimi napita hivi. Mimi nitakuachia game road kuchukua chezee bwana. sasa. Wewe umeshakuwa ni ugomvi, Unataka kuchezea sasa. Kule mtu unamuona kabisa ni mtulivu, ametulia, hana mapepe kukaa. Wewe ndio peke yako umeenda mwisho wa siku umechukua, na sidhani kama yule amekubali. Wewe kama hujampigia dawa ukapiga mguu hata sifahamu. dawa bwana, ushauri nishakuelewa. Mama, mimi naona nikuache uende, afu tutaangalia namna nyingine, lakini kuhusu imani usiache. Njoo kanisani, njoo umwabudu Mungu, Mungu atakusaidia. Na kuhusu hata mambo ya biashara, Mungu atakufungulia. Sawa? Basi Mungu akubariki sana. Amina, nashukuru sana mtumishi. Barikiwa na nikutakia siku njema, utumishi mwema. Basi sawa mama, mimi nikuache uende. Nashukuru. Haya, kazi njema eh? Haya. Shoga yangu za hapa kwanza. Nzuri shoga yangu, za huko nyumbani kwako. Za huko nyumbani hata sio kwema shoga yangu. Kwa nini? Yaani shoga yangu, toka nilipoingia kwenye ndoa yangu, maisha yamekuwa kama shubiri, sielewi hata anavyoenda. Kwani shida nini? Hapo ndo kwenye maelezo mengi hapo. Yaani huyo shemeji yako huko nyumbani anavyonifanyia, unajua ni vitimbwe. Havielezeki shoga yangu, havielezeki. Mbona mtihani shoga yangu? Kwa hiyo una mawazo gani? Yaani hapa nilichokiwaza kwa sasa hivi, udugu wangu, ni bora tu nichukue talaka, maana yamenishinda, yamenifika hapa. Mtu nikienda dukani yupo nyuma anifuatilia, na kula mabao njiani mbele za watu. Shoga yangu, unajua nimechoka. Shoga yangu, mbona umefika mbali? Umejaribu kuongea na wazazi labda? Mimi sina huo muda kwanza. Nishachoka kwa stage nilofikia. Nimechoka kwa kweli, sina muda wa kuendelea naye. Acha tu niaomba talaka yangu nikakae nyumbani kwetu. Amna, jaribu kuwashirikisha wazazi kwanza. Alafu uone utakushauri kitu gani. Pengine roho yake atairudisha tu. Yaani hata sielewi hapa. Yeye naye pia unanishaurije kwenye hili? Mimi nakushauri, nenda kwa wazazi wake, ongea nao. Ukiona haelewi, waite wazee wawili, ongea nao. Ila kudai talaka shoga yangu umefika mbali. Yaani hapa ninachokiona mimi kwa sasa hivi, kwa stage nilofikia, kama sio kudai talaka chingine hapa kichobaki, labda nijaribu ile wazazi wako ulisema. Acha kwanza niwaite hao wazee, wazazi wake niwakalishe chini, na wakikataa pia akawa hajabadilika zaidi ya hapo, shoga yangu mimi sina nilichobakisha, naomba tu talaka. Kwani maisha ya usingo yana nini?
Ila shoga yangu, nilikwambia kabla hata hujaolewa, nilikwambia uwe mwanaume umemchunguza vizuri, unamjua vizuri hadi kwa maisha yake, mazingira yake, tabia zake unazijua. Lakini shoga yangu, umejifanya kupenda, umedandia gari kwa mbele, shoga yangu, ukajifanya kujua, mwisho wa siku ndo hayo yanayokupata. Yaani shoga yangu, najuta. Unajua najuta? Si ndio mie bwana, nikaona naolewa ndoa tamu, ndoa ndio hii mwanzoni mahaba nini vina vile. Au shoga yangu ule upendo ulikuvutia zaidi mpaka aliniloga? Labda aliniloga. Hata kuna cha kuloga. Wewe mwenye na akili zako shoga yangu, umezoea yaani wewe ukimpenda mwanaume umependa. Basi nayo usinage kiasi hicho. Mimi nimekuja tu kukwambia hivyo, unipe ushauri. Nashukuru rafiki yangu umenipa ushauri ambao ni mzuri. Acha nikaufanyie kazi. Shoga yangu, nenda. Amina mwanangu, nimekuita hapa, lengo langu ni kuuliza. Kuna habari imenifikia sijaipenda, unajua? Habari gani tena hiyo mama? Kuna mtu alikuja hapa kunifuata, ananiambia amekukuta wewe kule na mwanaume umekaa. Ujue nimechoka. Mama yangu jamani, mimi tena na wanaume jamani. Wewe na mpaka nikamuuliza, nikasema hivi ni mwanangu mimi ambaye ndo ameenda kwa mwanaume? Aniambia huyo mtoto wako. Mbona mimi namjua? Kwa nini nimfananishe? Hapana mama yangu, nilipotoka nyumbani moja kwa moja nimeenda chuo, na nilipotoka chuo moja kwa moja nimerudi nyumbani kama hivi mwanao unaponiona. Hasa hayo maneno ya kuambia kwamba mimi nilikuwa huko njiani na mwanaume, sijui tunashikana sijui nini, yanatoka wapi jamani? Lakini kumbuka Amina, nakutoa hapa mimi nakupeleka chuo, nimekwambia kabisa. Amina, nenda kasome. Angalia maisha tunayoishi hivi, unayofurahia yalivyo. Mamangu, hebu acha kusikiliza maneno ya watu. Mimi mwanao napambana kusoma ili mradi tu yani nifike pale ambapo napataka mimi. Nataka nisome ili nibadilishe maisha yako mamangu. Unafikiri napenda maisha unayoishi wewe mamangu? Sipendi. Kwa hiyo napambana mwanao kusoma. Acha na maneno ya watu mamangu. Unajua unanivunja nguvu Amina. Amina, mimi nahangaika kwa ajili yako. Nasumbuka kwa ajili yako. Mwanangu usome, uende shule. Najua kabisa baadaye utakuja kuniokoa. Sasa haya unayotaka kuyaleta haya, hivi unategemea nitakuwa mgeni wa nani? Najua kabisa mwanangu nimekupeleka pale na vile umetoka hapa na kuelekeza. Mwanangu nenda kasome. Kaangalie ukisomo ninachokupeleka kwenye hiki. Kakiangalie hicho. Haya mwenzangu tena unakuja na yavunja. Unaenda tena mara unaitwa wanaume wanavishawishi. Akishakuharibia. Mamangu, unaniamini mimi mwanao? Ni wewe kutafuta sana wewe mwanamke. Mumeo ana kazi kunitangaza mimi huko mtaani natembea na wanaume wa watu. Ana uhakika? Hebu niambie vizuri kwanza, mume wangu kakufanyia nini? Unajifanya uelewi au unajizima dada? Nimekuambiaje? Mumeo anatangazia mimi mtaani kwamba natembea na wanaume wa watu. Kana mumeo. Muone. Zai. Kwa vile hilo swala umenifikishia na nimelisikia, mimi nitaongea naye mume wangu. Nitaongea naye na imani atanielewa na hilo swala atalifanyia kazi. Atakuja kukuomba msamaha. Umenielewa? Kwa hiyo kaa kwa kutulia tu ndugu wangu. Sasa basi mwambie akiendelea na hiyo tabia yake utafanya kibaya. Kwa tutanga na Mungu. Mama, shikamoo. Mara mzima. Zima za toka siku bwana. Salama, sijui wewe. Si nzuri bwana. Vipi? Uliongea na binti yako maana yake ile hali nilimuona nayo kule. Usipokuwa makini anatuletea mjomba mwingine nakwambia. Mapema. Ndio bana nikakuletea taarifa mapema. Tujihadhari mama. Uliongea naye lakini kwa jinsi nilivyomlea na habari ulizoniletea. Sasa mama yangu, ina maana mimi nataka uniambie mimi Amina simjui.
Yule ni mjomba wangu mimi, na nilikwambia ile siku tu ana bahati simu yangu ilikuwa inachaji. Nimemuona hivi kwa macho yangu. Macho yangu nimemuona. Ni yeye namfahamu. Shida tu uniamini. Ni yeye, mimi nakwambia, nakwambia sasa hivi kama masela lakini tutaletea kitu pale kizito. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Siku zote mimi nimeshazoeaga wambea ni wanawake wanaovaa vijora. Sasa mwanangu, kama wewe umevaa umependeza, ambapo yani hata ukienda sehemu ukatoa posa bwana unakubalika vibaya mno. Leo mtu uje uambiwe huyu mtoto ni mbea, anapeleka taarifa za uongo kwa watu. Hivi mtu anakuelewaje? Jaribu kubadilika. Yamekuwa hayo mama. Mimi nimekuonekana leo mbaya, sasa nimekuletea habari hizo. Mimi kwa sababu yule pale nasikia uchungu, kwa sababu mimi yule pale kama mjomba wangu, vile vitu anavyofanya sivyo. Lazima mimi nikuletee wewe, nikwambie mama yangu ujue. Kwa vile unaonekana mbaya. Ni sawa, sio mbaya, lakini nilikuwa nakuomba tu kwamba kauli yangu ni hiyo, yani usimfuatilie sana mwanangu, kwa sababu mwanangu kwanza mimi namtambua. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Sawa. Hawezi, yani hawezi, kwa sababu nimeshakaa naye, nimeongea naye, kanikatalia. Kwa hiyo sasa isije kawa ni tatizo. Mama yangu mimi nilimuona na ninamjua vizuri, na kama ile siku simu yangu ilikuwa na charge, ningewachukua video. Nikakuletea. Nilimuona kwa macho yangu. Yeye mwenyewe Amina. Mimi namjua yule. Mimi siwezi kumfundishia vitu kama hivyo mamangu. Nikwambie kitu. Yaani unavovaa hiyo suruali, hebu itendee haki suruali yako, uwe mwanaume wa kweli. Na siku nyingine labda nikupe onyo, utakapokuja na tena kunipa taarifa za uongo na kuvisha kijola, ili uwe mbea wa uhakika. Nimemaliza. Nimenawa. Nimenawa. Sikiongea chochote. Yaani mtu unamletea habari nzuri kabisa, unamwambia mambo ya hatari. Nimemwona binti yake yuko na kibaba, amelegeza macho, afu kale kabinti kanaonekana kazoefu. Akajaanza leo Leo mimi naonekana mjinga. Haya. Atamletea mjomba. Wewe jiandae kupokea mjukuu. We baba, mbona unaondoka na chakula muda hujaacha? Chakula nimekuacha hivyo kitandani pembeni. Hujaiona? Ile 200 inatoshia nini pale? Yeye nataka nikisema nimpe mtoto hapa wa miaka 2 akandoe kitu pale dukani hashiti. Wanaibu sikia. Unachukua kitunguu, unachukua nyanya, nyingine unajazia. Makubwa. Kila saa unaniambia mara uelewi nini, na wakati juzi umeniambia kwamba utakuja geto. Sasa hivi unanichosha bana, mimi nimechoka. Najua nilikwambia nitakuja, lakini sasa nyumbani pale nimebanwa. Yaani kazi za choo zimenibana, nyumbani nako nabanwa, kwa hiyo nakosa ule muda wa kutoka. Kwa wewe unajithamini wewe sana, lakini hela zangu unakula vizuri. Si ndio hivyo? Hapana bana, usiongee hivyo. Sasa kwa nini unaongea hivyo? Maneno gani tena hayo jamani? Unanichosha bana, muda mwingine. Nishakwambia siku ile ilikuwa emergency, kwa hiyo siku nyingine ipo. Kwani siku ndo zishaisha jamani? Kwa wewe unajithamini wewe sana, lakini hela zangu unakula vizuri. Si ndio hivyo? Hapana bana, usiongee hivyo. Sasa ndo maneno gani hayo kuongea? Lazima niongee, maana mimi mwenyewe naumia. Mimi kitu kinachotoka kwangu kinaniumiza. Sasa wewe kitu kinachotoka kwa leo uhakika. Ilitokea tu dharura. Leo uhakika. Tuondoke sasa. Hapana.
unanikera yani mimi nimechoka bana. Yani kila masaa unanizungusha, unaniambia hivi. Nimechoka bana mimi. Kila masaa unakuwa unaniambia hivi. Nimechoka. Nini sasa? Mbona unapenda kulalamika mtoto wa kiume? Unanichosha mimi. Shida nini? Unanichosha. Unakuwa unaniahidi. Sawa basi imeisha. Usipende kulalamika, sawa? Wewe mtoto wa kiume. Sawa, lakini fanya kweli bana na wewe Amina. Usijali, nimeshakwambia nitafanya. Unachokitaka wewe tutafanya jamani. Au nataka uone kwamba mimi Leo nimekuja na habari njema. Habari ya wokovu. Vijana za habari za kazi. Safi. Leo nimekuja na neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia. Ndio. Yeremia 33 kuanzia ule mstari wa 3. Nao nasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Amina. Na kitabu kingine kinasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na vingine vyote mtazidishiwa. Kwa hiyo nimekuja na habari njema ya wokovu. Mtafute kwanza ufalme wa Mungu, tuachane na mambo mengine haya ya dunia, maana yanatupotezea muda na tuharibia maisha yetu. Hivyo basi, siku ya leo ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya kwa ajili ya maisha yetu. Amesema kwamba tutangaze Injili. Kwa hiyo tukubali neno la Mungu kwa sababu litatusaidia. Amen. Kwa hiyo vijana wangu, tunatakiwa tuishi katika maisha mazuri, maisha matakatifu ya wokovu. Kwa hiyo siku hii ya leo niko kwa ajili ya kuwatangazia neno la ushindi la uzima. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa kuokoka kwa sababu Mungu anatupenda. Na Mungu anatupenda, amekufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Hivyo basi, ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuokoka, ampokee Bwana kuwa mwokozi wa maisha yake. Awe tayari, anyoshe mkono juu, au kama atashindwa, ninawakaribisha kanisani kwangu. Lipo hapo, sio mbali, ni hapo bondeni tu. Linaitwa Kitongoji cha Ushindi. Kwa karibuni sana katika kanisa langu. Mimi nitawapokea vizuri. Kuna vijana wengine wapo wanatumika mbele za Bwana. Kwa hiyo karibuni. Mimi nawakaribisha sana. Basi asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Asante sana, Mungu awabariki. Mungu akubariki sana. Amen. Na Mungu awatokee. Amen. Haya, karibuni sana. Mimi ngoja nipige niendelee na ubiri na kuhubiri Injili. Bwana akubariki. Sawa ndugu zangu. Siku njema. Tuna shoti zetu, wanakuja wanatubilia nini? Achana nao, hao wananchea, yani wanaendekeza njia sana mchungaji. Mimi mjakaa hapa mnakaa msikiliza tu mtu mwenyewe anaangalia amevaa suti zile unakaza watumishi zile. Hamna jibu yule. Achana nao. Wakali mara wote. Ana maisha. Wanataka dola zetu, watu dola zetu, hamna chochote wanachofanya. Nini endeni mkamjazia account.
meza nyeupe hamna chakula. Shida nini ndugu yangu? Chakula gani unachojiulizia wewe hali umetoka hapa jikoni umeacha 200? Hebu subiri kwanza. Utambue kwamba Rais wa Tanzania mstaafu huyo Jakaya Mrisho Kikwete alisema haki sawa kwa kila Mtanzania. Kama nimekuachia hapo leo ukiongezea weka msosi mbeo mile. Haya, mimi pesa kuongezea nitoa wapi? Mimi naenda nikaolewa huko ndani. Na unataka nipate pesa ya kuongezea kwenye chakula. Hiyo pesa naipata wapi? Ili hali umenikataza nisifanye biashara ya aina yoyote. Napata wapi hiyo pesa? Au nazipata wapi? Kuwa mbunifu, kuwa mbunifu. Vitabu vya Biblia vimeandikwa Mariamu alimzaa Yesu asipokuwa na mwanaume. Kuwa mbunifu basi na wewe mmeo nile nishibe. Unashindwa kubuni au ufanye hivi mmeo wale. Kuwa mbunifu. Sawa. Chengine, leo nataka talaka yangu. Na alafu pia hapa ninapokuambia nimetoka kuongea na mama. Talaka mama. Nimechoka. Haya sawa. Ngoja basi niende kwenye mizunguko yangu. Nikitoka huko unajua swala la talaka tunaishia hapo. Wangu leo nimechoka sana, lakini naomba unipe kidocho changamshe damu afu ndo tulale, au unasemaje baby? Wewe umesema umechoka, hebu pumzika, alafu kesho asubuhi nitakupa unachokihitaji. Hapana bwana, unajua nimehangaika huko, nimetoka kwenye mishemishe, nimezunguka, nimepita hivi, nimerudi hivi. Unajua sisi wanaume hapa tukishatoka kwenye mihangaiko yetu, sehemu nzuri ya kupata furaha ni hapa. Wewe nipe kidogo tu. Mlala bwana wangu, kesho asubuhi nitakupa unachokihitaji. Hapana bwana, mimi siwezi kuchoka kwenye hili jambo. Wewe usichokijua, nimechoka kuanzia hapa kwenda huku, ila kuanzia huku kwenda hivi mambo hivi. Alafu nimekumbuka kitu. Kuna mdada mmoja nimekutana naye huko juu. Kaniambia si mke wake Jamali. Akaanza kalalamika, anasema wewe hapo unamtangazia kwa mtaani. Anatoka na bwana za watu. Hiyo tabia hiyo. Taarifa unajua tu kwenye mambo mbaya, mbona mimi sikusaliti hizo habari wetu zipeleke kwa mnazo. Ni kweli kwa nini unafanya mambo mbaya bwana? Mimi naniuma. Anafanya hivi sio wewe, kwani mwanao haina shida. Achana nao. Sasa tunakuaje mdogo? Kama kawaida.
Mbona watu kibao, mbona mtu makule kwa sababu bado kibao. Mdogo wangu kijiweni pale wamenicharazia, kila nikipita pale nanyoshewa vidole. Mdogo wangu eti mimi nalelewa na waifu huyo unayemjua wewe, waifu wangu wewe, shemeji yako ndio namjua. Kwa baada ya kusema hivyo watu wakachukua maamuzi gani? Haijaishia tu hapo kwenye kulelewa mdogo wangu. Waifu jana hapo nilimwagiza dukani, nimekaa nyumbani nasubiria simuone, ikabidi nimfuate mkuku kweli, nikamkuta huyo, nikamvuta speed nirudi naye nyumbani nimuulize. Ile kukaa naye nyumbani mdogo wangu kadai nini? Talaka mdogo wangu. Brother, hapo sijaelewa, kwa sababu kumtoa dukani kwenda naye nyumbani mkuku ndo kudai talaka, au kuna shida ushe kumkwaza nyuma, au kuna kitu ulimkwaza akutaka kukuambia mpaka imefikia stage ya kudai talaka? Kwa kweli hapo mdogo wangu labda nilichomkwaza ile kumfuata kule madukani kule, ile kumvuta haraka niwahi naye nyumbani nimuulize kwa nini anachelewa dukani. Inawezekana hicho ndo kikawa chanzo mdogo wangu. Sababu brother, hapo sijaelewa. Labda wakati tunatoka kwenda kazini, yeye anatoka anaenda kuleta wanaume ndani. Ina maana ni anakuchiti. Wewe kipindi unatoka yeye analeta wanaume ndani. Ndio maana anadai haraka kwa haraka. Sababu washikaji wamekuchazia kijiweni, unalelewa, tena umeenda kumpata dukani anadai haraka. Na maneno ya watu yamemponza shemeji. Sikute hilo tu. Hebu tuishie hapo mdogo wangu. Mimi naelekea nyumbani mdogo wangu. Ngoja nikapumzike. Shida. Sasa brother, nyumbani si huko, mbona unapita nyumbani unaenda huko wapi? Mdogo wangu, mawazo yote hao mdogo wangu. Ila nashukuru mdogo wangu. Poa. Tutasomana. Basi sawa, nikutakia masomo mema. Na mimi mwenyewe nataka nimalizie hizi kazi zilizobakia. Kuna sehemu naenda mara moja, lakini nawahi kurudi. Basi sawa, baki salama. Mama Amina huyo. Niambie. Shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema. Ila nasikia unamlea mwanao katika maadili mema, sio hivyo? Nikiwa kama mama natakiwa nimlee mtoto hivyo, nitimize wajibu wangu. Basi sawa, unastahili pongezi. Ila sema sio kilichonileta. Mwanao kitu anachokifanya ni kitu kibaya sana. Haiwezekani
Yaani anatumia pesa za watu ovyo ovyo, afu anajikuta mjanja, cha kwake hataki kutoa. Sasa nakwambia mama, kitu utakachomfanya Amina, Mungu ndo anajua. Kijana, mbona sikuelewa unachoongea, unamaanisha nini labda? Aha, si haunielewi? Yaani mama wewe acha tu. Nimechoka kwanza leo. Unajua kuchoka mamangu. Daktari mwenyewe alikuwa anafundisha chuo hata nilikuwa simuelewi. Ila sio mbaya, nimesoma mamangu. Hicho ndo napenda kukisikia. Alafu sasa kabla ya yote, hakuna mtu ambaye umekwazana naye huko barabarani, maana kuna kijana nimekutana naye, kuna maneno ameniambia huyo. Unajua yananitisha mpaka dakika hii, nimevurugwa, nimeishiwa mpaka nguvu. Hata kufanya kazi sitamani. Kugombana na watu tena? Mimi mwanao na kugombana na watu wapi na wapi mamangu? Yaani kama umekwazana na mtu huko barabarani ni bora uniambie, kwa sababu mimi ndo napata shida hapa nyumbani. Wewe mwenyewe unaelewa maisha yetu. Alafu leo nije nisikie umepata matatizo kule. Utanipa shida mimi. Mimi ndo nitahangaika. Haya, nitakuwa mgeni wa nani? Hapana mamangu, mimi sijagombana na mtu yoyote yule, na wala sijakaa nikafikiria kuja kugombana na mtu. Kwa hiyo mamangu, kuwa na amani. Kwa hiyo maneno yako mtaani wala sikupe wasiwasi. Mimi mwanao kama unavyonijua, umenilea kwenye maadili ya dini kama nini. Iweje tena leo nije nikae tu nigeuke? Niwe mtoto mwenye tabia mbaya kama hivyo unavyosema jamani, kugombana na watu. Ni kweli nimekulea hivyo. Lakini unajua ukishakutana na wezio huko ukapata kishawishi, unaweza kubadilika ujue. Hapana mama, mimi sijagombana na mtu, niamini mimi mwanangu. Basi nashukuru kama ni kweli hujakwazana na mtu. Itakuwa vizuri kwa sababu dai yule kaka kaniogopesha vibaya mno. Hivi unajua nimepika ugali hata mboga bado. Kwanza bora hata umefika, twende ukapike tu. Mama jamani, kupika tena na kuchoka kote huko, hata huruma unionee jamani. Jamani, si mboga tu. Mama mimi siendi kupika jamani, hapana, nimechoka mama. Hata huruma una mama yangu. Nakuonea sana huruma, ila mboga yenyewe nyepesi, ni mboga ya majani, twende ukapike bwana. Nimechoka kwa kweli mama, hapana. Nimechoka, nionee huruma basi mama. Twende kwa tukapike. Toka nisaidie nipike tu kidogo. Mboga yenyewe nyepesi, sio hata ngumu. Mama mimi sipiki, hapana. Kuna mshikaji mmoja anakaa hivi chini, sidhani kama utakuwa unamjua, ila kuna dili ametoa. Dili ni hela nyingi. Kuna demo moja anamsumbua, tunataka tumkamate yule demo tumtoe mtungo. Sasa hapa wanahitajika watu wengine wawili. Ndio mpaka nimekutafuta wewe, naamini hawa watu mtawapata. Jambo ni kesho.
Kwa fanya unapofanya, basi watu wao wawili waongezeke mwe watatu, mje kesho kufanya hilo jambo, maana jamaa katoa ya nyingi sana. Imeisha mwanangu, usiwaze. Basi kwa jambo ni kesho, kwa nitafutia vijana wawili kesho tufanye kazi ya watu. Yaani kutoa usiwaze kabisa, ni jibu limeisha kabisa. Basi sawa, hela ni nzuri tu tujue. Usiwaze. Baridi mwana. Mwanafunzi huyo umetoka chuo shule? Nimetoka zangu chuo kupiga kitabu. Vipi bwana? Hongera mwenzetu. Asante. Sema mtu akikuangalia na hizo nguo zako ndefu kama mtu wa maana vile. Ila wewe una yako. Haya bwana, mimi nikuache mwanafunzi. Kwa hili. Jamani, yani kwa wengine kama wamerogwa vile, sio wakoje. Karibu. Nishakaribia wifi, lakini mbona kama matarajio yangu yamekuwa tofauti na ninavyopikuta. Ni kweli, ila leo asubuhi mama amepata dharura kidogo ya ghafla, kwa hiyo ametoka, ila kuna maagizo yake ameniachia. Sasa kama mama alikuwa na safari, kwani asingenipigia simu akaniambia tupange siku nyingine na sio leo? Maana kila kitu niliongea naye yeye na jambo zima lilikuwa linamhusu yeye. Ndio maana nimetangulia kusema ni dharura ya ghafla, maana inambidi aende kwa sababu inahusiana sana na mambo ya familia. Na pia usiwazi sana, mimi mwenyewe ni mwanandoa mwenzio, alafu kizingatia mimi mwenyewe ni mwanafamilia, kwa hiyo unaweza kuniambia hata mimi. Sawa, sio mbaya. Yaani wifi yangu mimi swala zima aliloleta hapa ni kuhusu swala talaka yangu. Maisha ambayo naishi pale nyumbani na kaka yako kweli amenichosha. Na nilizungumza naye yeye kuhusu swala la talaka, lakini nikamuona kwamba sio muelewa, hataki kunielewa. Ndio maana ile swala nikaleta mpaka wapi? Nyumbani. Mimi nahitaji talaka yangu. Nimeshachoka maisha ya pale nyumbani. Yaani unaweza kukuta muda mwingine anaondoka nyumbani, haachi chochote, haachi hela kula, haachi nini. Alafu akirudi anatarajia akute chakula ili ale. Sasa ukiangalia sawa, yeye akirudi hawezi kukuta chakula. Mimi nitakula nini? Hajaacha chochote nyumbani. Nitakula nini? Ukimwambia kipigo kinaanza. Mara akirudi huko siku amekasirika, anakuja kukupiga yeye nyumbani bila sababu. Maana nikienda dukani mwenzangu yuko nyuma ananifuatilia. Kukokotana kutoka dukani mpaka nyumbani, yani mpaka majirani zangu wananichukulia, yani sio ni mtu aina gani. Kiukweli hivi ni udhalilishaji na nimeshachoka. Hebu kama ungekuwa eva kiatu changu kiukweli ungeweza kuvumilia hilo swala? Jamani, talaka tena. Ndio hivyo, kwa sababu mambo anafanya kaka yako kiukweli hivi amenichosha. Saa nyingine unaweza kukuta anatoka nyumbani haachi hata 100. Haya, anategemea mimi nakula nini? Kweli wifi yangu nakisema, lakini nimefika mbali wifi yangu. Talaka tena. Yaani wifi, mpaka nimefikia hatua kuja kulishtaki ile swala huko nyumbani. Jamaa amenifika shingoni. Nimevumilia, nimechoka. Kila nikimweleza mwenzangu akae kwenye mstari ambao unautaka mimi, hanielewi. Haya, nipe talaka yangu, naona yani analipindisha tu hivi. Hataki kueleweka. Sasa na mimi hayo maisha kiukweli nimeyachoka. Kiukweli mimi sitaki tena kusikia chochote wala kuambiwa chochote. Nahitaji talaka yangu. Na wewe utakapokaa na mdogo wako naomba umwambie aniandike talaka yangu niondoke. Amina. Yaani unajua sikuelewi, tangu umefika humu unaangalia TV hata unijali. Kwa hiyo tuseme umekuja tu kuangalia TV halafu uondoke, sio hivi? Unajua mimi sikuelewi. Halafu hivi huwa naongea na wewe kuhusu hili swala unakaa kimya. Wewe unamaanisha nini? Yaani si bora tu ungeniambia hata bado mapema kwamba mimi sikutaki, kuliko kukaa tunasumbuana, tumekuwa kama watoto wadogo sasa. Sinaongea na wewe. Unazingua wewe. Ujue nini? Naelewa unajisikiaje. Najua ni kiasi gani unayopitia.
Hivi unaelewa unachokizungumza wewe? Yaani kuvumilia eti umalize shule, umalize chuo, miaka 2 nimevumilia, inakuja akilini huu upwiru wote mimi, yani nivumilie tu? Amina, acha kunichanganya ujue. Wazingua bana. Mimi nikuvumilie eti nivumilie kila siku, nikuvumilie tu miaka 2 na kuvumilia eti ndio tuje tufunge na ndoa? Hivi inaingia akilini? Hata kama wewe inaingia akilini? Acha ujinga Amina. Acha ujinga. Sasa nikavumilia mwaka wote, miaka 2 navumilia? Uongo. Sasa miaka 2 jamani mingi. Umevumilia miaka yote hiyo uko nyuma, uje ushindwe kuvumilia miaka 2? Umeanza kunitukana. Yona niambia nimevumilia miaka hiyo yote huko nyuma, una maana gani? Una maana gani Amina? Unajua unanichanganya wewe. Nimeshachoka na hizo drama zako za kuona niambia mara miaka mara sijui vumilia. Mimi sijawavumilia, mimi nitulanyenka. Sijawavumilia mimi. Tena hilo swala la kuambia ukwao nivumilie, mimi silitaki. Bora uniahidi hapa kwamba ni lini. Siweti uniahidi eti unaniambia vumilia miaka 2 tuje tuoane. Mimi sitaki. Kwanza hapa nimechoka. Nahisi njaa. Na chakula chenyewe kimeisha. Sema nini unachokula nikachukua huko gengeni. Unaniletee chips tu nitakula. Nilijua tu chipsi. Vitu vizuri tukanapenda chipsi. Vya kwake kakataki kutoa. Napenda chipsi tu nyewe. Chipsi tu, lakini vya kwenu hamna. Uwezo ukasema ugali maharage wala ugali dagaa.
Mke wangu, mambo? Umeshindaje? Yaani mimi huko nilikotoka hata sio kwema. Unajua kama na msiba hapa mtaani? Msiba nani? Amina fariki. Amina? Amina yupi? Amina huyu, Amina mwanachuo hapo kafariki. Alikuwa anaumwa? Anaumwa wapi? Mimi nimetoka bondeni huko, nilikuta watu wamebeba mfuko wametupa kwenye kimtaro. Umeona? Mimi nikafika hapa kumwangalia hivi, Amina damu zinambujika, damu. Nilipoka safari nikakimbia mbio nikaenda na mama yake. Mama tumeenda tumchukua pale nyumbani kwao pale, hata hajaongea neno lolote pale. Kaita tu mama, kakata moto. Wewe hapo jiandae twende msibani. Lakini hizo taarifa za msiba, si umesema unaenda kazini wewe na unasema umemwona wanamtupa kwenye mtaro. Sasa unaona wamemtupia wapi? Bondeni kule kwa mzee Mfipa kule karibu kabisa na kazini kwangu. Pale mimi natoka zangu natafuta chai ndio nakuta ile tukio. Ningeacha mimi kama jirani mwema ikabidi nipeleke taarifa kwa nani? Kwa mama yake. Wewe hapa maneno mengi hakuna. Twende tu msibani. Ni hapa ndo. Si ndo majirani zake huyo. Mama pale yuko mwenyewe tukamfariji pale basi. Sawa, ila subiri nikajiandae. Mpaka uanze kujiandae mtu ondoke bwana. Hatuna muda. Sasa subiri ujakula. Kula, kwani umepika? Ndio. Bwana wetu ni huko kwa msibani utajua huko mbele kwa mbele bwana. Mimi hata sisikia miakula. Unajua kale kabinti bwana kamekufa na mizambi yake. Sasa kumbe ulikuwa unataka afe na nini? Au ulikuwa unamtaka? Hamna. Usijue mke wangu. Waume za watu ndio wamemuua. Leo mbea. Waume za watu wamemuua na ushahidi na hilo. Sawa, wewe si uniamini. Hem, twende basi msibani basi. Sasa subiri nikajiandae. Mimi nakuletea taarifa na mimi mbea. Mimi nakwambia ukweli. Na wewe usikubali changanya huko mwisho wa siku. Utakuta mtaloni huko. Nani atakuja kukaa na mimi kama sio Amina? Sasa Amina leo ameondoka, sina wa kukaa naye. Hapana, jipe moyo. Utaongea na nani sasa? Kwa majirani zako mama. Pole mama. Pole. Usilie sana. Mwisho wa siku utakuja kukusudia. Yesu asifiwe. Asalamu alaykum.
Ndugu zanguni, poleni na majanga ya msiba. Ni mwenzetu, tulimpenda, lakini Bwana akapenda zaidi, na yeye ndo ametoa na yeye ndo ametwaa. Kwa hiyo tukubaliane naye, kwa sababu hataweza kurudi. Kwa hiyo tujitahidi tuishi maisha matakatifu, tufanye vitu vizuri, ili Mungu hata siku anapotuchukua tukakae katika sehemu nzuri. Kwa hiyo nisiwe na maneno mengi kwa sababu ya muda, nisubiri utaratibu mwingine unaoendelea kwa ajili ya wenyeji na tujue nini kinachoendelea. Poleni sana. Asante. Nakaficha mamwaya. Kwa hiyo jamani, ndio hivyo kama tulivyowaambia, movie haijaisha bado, iko mezani, inakuja hivi soon. Kwa hiyo tunawapenda sana mashabiki zetu, msitoke kutufuatilia. Bye. Sawa sawa. Kama mnavyoona hali halisi nyuma ya kamera, sisi tunaonekana ni wasanii wake, director Jel. Yeah, kamera TV. nyuma ya kamera ndio.